Jamani, kuna mtu mmoja ameuliza swali, anasema hivi Paulo anawaambia watu wa Efeso kwamba tena msilewe kwa mvinyo ambao mna ufisadi ndani yake, bali mjazwe Roho. Sasa Paulo yeye alifikiria kitu gani? Yani kwa nini anazungumzia ulevi? Paulo aliwaza nini? Kitu gani kikubwa ambacho Paulo yani anajaribu kufikiri kwamba alikiwaza? Sasa tunaweza kusema tu kwa urahisi sana kwamba mtu aliyejaa nguvu za Roho Mtakatifu tunawaitaga ni gigantic person. Gigantic persons or gigantic people. Not even giants, kwa sababu giant inakuwa ni vitu vya kawaida. Tunazungumzia watu ambao ni anonymous, anonymity people, vitu vikubwa vya ajabu na vyenye kutisha. Ndio watu ambao tunawazungumzia. Sikiliza. Mtu anaambiwa akajenge Hak ni nini inaitwa? Nuhu akajenge Hak kwa miaka 120 na anakubali na anafanya. Hana uhakika mvua itanyesha, haelewi chochote, anafanya. Alafu mtu mwingine anaambiwa toka katikati ya ndugu zako na jamaa yako uende mpaka mahali nitakapokuonyesha. Na anyanyuka yeye na familia yake, anaondoka bila kuambiwa kwanza anaenda wapi. Anakuja kujua anakoenda akiwa njiani. Kitabu kimoja cha Kenneth Hagin anaeleza vizuri kwenye kitabu kinaitwa Kwa nini watu waanguka katika nguvu. Ukipata muda unaweza kukisoma vitabu vya Kenneth Hagin. Kenneth Hagin anasema mtu aliyejaa Roho Mtakatifu hata akianguka chini wakati amejaa Roho Mtakatifu huwezi kumnyanyua, hata ukileta skaveta. Lakini ukiangalia kitabu cha Ufunuo, nafikiri ni mlango wa 20 kama sijakosea, mlango wa 20 anasema kwenye kile kiti panatoka nguvu kama radi za umeme. Yani nguvu ya umeme kwenye kiti cha Mungu. Kwa hiyo Mungu ni zaidi ya radi za umeme, ni zaidi ya umeme, ni zaidi ya mashine gani, ni zaidi ya kitu chochote. Kwa hiyo ile nguvu ikiwa ndani mwako inaweza kutikisa. Lakini wataalamu wa theolojia wanatuambia na watu wa afya wanasema kwamba watu wa namna hiyo ni kwamba wakikutana na ile nguvu wanaweza kupona magonjwa, yale magonjwa nyemelezi kwa zaidi ya 75%. Yani kama unavyoona mwili wa binadamu na contain maji ya 75%, actually 78, ndivyo na mtu aliyejaa Roho anaweza kuondosha magonjwa nyemelezi kwa zaidi ya hizo, kwa sababu kule kutikiswa ile nguvu anaovikwa. Lakini kwa nini Paulo analinganisha na walevi? Ni kwamba walevi kuna vitu wanavifanya si kwa akili zao na si kwa utashi wao. Maana yake hata watu waliojaa Roho Mtakatifu wanaweza kufanya vitu ambavyo si kwa utashi wao, si kwa maamuzi yao, ila tu yani imagine mtu anasema mvua haitanyesha. Mtu anasema tu mvua haitanyesha mpaka kwa neno langu. Tena sio kwa neno la Mungu, anasema mpaka kwa neno langu, yani mpaka mimi nitamke tena ndio mvua itanyesha. Na inakuwa hivyo hivyo. Yani anatamka vitu ambavyo si akili zake, ila kuna msukumo fulani hivi, kuna nguvu fulani hivi ambayo inamuelekeza kufanya kile kitu. Na kinakuwa vile vile kama alivyosema. Vile vile kama alivyosema. Kwa hiyo tunapozungumzia hizi nguvu, maana yake tunamaanisha ni nguvu ambayo ni zaidi ya utawala, ni zaidi ya mamlaka yoyote, ni zaidi ya kitu chochote. Kwamba mtu mwenye Roho Mtakatifu anaweza kuwa na nguvu kupita kitu chochote, anaweza kuamuru chochote na kikawa, anaweza kubadilisha matokeo yoyote. Sometimes tukipata chance, next time I will tell you ni nini tumewahi kubadilisha. Hata mimi ni nini nimewahi kubadilisha, and it happened. Many things we change them, yani tunavibadilisha tu. Mtu anaambiwa utakufa, tengeneza mambo ya nyumba yako, anageukia ukuta anasema haiwezekani mimi kufa. Sio wakati wa kufa, kwa sababu kifo ni imani pia. Kabla mtu hajafa kuna siku 40 ambazo anakuwa nayo taarifa ya kufa. Ukisoma vizuri kwenye kitabu cha nafikiri kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania sura ya 11 na sura ya 7 nafikiri. Anasema mpaka kufa ni imani. Kama una imani ya kufa utaki kufa. Ukiona mtu anakufa ameamini kufa na amekiri kufa na amekubali kufa. Hayo ni mambo yapo tu. Utashangaa, ni vitu vya ajabu. Ndio maana Paulo analinganisha nguvu za Roho Mtakatifu na ulevi, kwamba usilewe, kwa sababu mvinyo kuna ufisadi, watu wakilewa wengine wanafanya vitu vya ajabu. Lakini mjazwe Roho. Ukijaa Roho kuna vitu vikubwa unaweza kuvibadilisha kwenye dunia. Yes, naona wanasema siku kuna watawala wameshindikana. Ukiwa na Roho Mtakatifu, hata watawala walioshindikana ukimwambia wewe hautatawala, hawezi kutawala. I'm telling you very sure. Ukimwambia hautatawala, hawezi kutawala. Ukimwambia mtu hautavuka 2025, tunakuzika, unazika kweli ujue. Ndio maana nasema kinywa cha watumishi kibariki kisilaani, kwa sababu whichever we sound,
kinakuwa kina happen kwenye maisha ya watu. Ndio maana tunaambiwa tubariki tu, kwa sababu tukitamka baraka watu wanazipata, zinawapata tu. Tukitamka laana zinawapata vile vile. Well, that's it.